Asalamu alaykum wale wenzetu upande wa pili, Bwana Yesu asifiwe. Niombe tu kwamba kama kweli wewe ni mpani, basi naomba muda wako kwa muda mfupi tu uweze kunisikiza. Ukweli usiofichika ni kwamba leo hii tunapozungumza tuna miaka 54, kama nitakuwa sikosei, miaka 54 baada ya Kenya kujinyakulia uhuru. Wakenya wote, kila mtu ana ndoto, ana nia ya kuongoza taifa la Kenya. Tayari japo makabila zipo region nyingine ambazo tayari zimeshatawala, lakini pwani bado hatujitawala Kenya. Na hata mtu wa kuonekana amefika kwenye debe la uraisi bado tangu Kenya kutawala uhuru mpaka leo tunavyozungumza. Tunasema hivi, hapa ilipofika inatosha, basi ni wakati ambapo ni mwafaka watu waweze kurudi pamoja na wetu waweze kushikana mikono. Hatimaye pwani kaweze kusikika na pwani kaweze kuliongoza Kenya. Yaani maana yangu ni kwamba viongozi licha sisi wapiga kura, inafaa viongozi kwanza wawe mfano bora kwetu sisi, washirikiane, wapendane, waungane mikono, ndipo sisi wapiga kura tukaweze kuwafuata. Cha kusikitisha, wa kwanza kuvunjana mioyo, wa kwanza kupingana, wa kwanza wasiopendana ni hao viongozi wetu. Hiki ni kitu ambacho mimi kinanitia uchungu na ni kitu ambacho wala hakiridhishi. Hatimaye tunaambukizwa sisi wapiga kura, watu wa mashinani, watu wa kawaida, tunaambukizwa kwa misimamo ama kwa mantiki ya ukabila, tunaambukizwa kwa mantiki ya tumbo zetu, tunaambukizwa kwa mantiki ya mihemko ya kisiasa. Hii tupeleki mahali wala haitaleta mantiki kama watu wa pwani. Mimi nasema hivi wenzangu, imefika wakati sasa tuacheni tofauti zetu zote. Imefika wakati ambapo sasa tunafaa wapwani turudishe nyuma akili zetu na tutafute kingpin wetu. Kwa sababu gani? Mfano hai nitasema ni kama kuku na vifaranga wake. Vifaranga vitakuwa salama chini ya mbawa wa mama yao. Hapa wanasema kwamba wako salama, wanajivunia kwa sababu wamekumbatiwa na mama yao. Lakini leo hii niulize, wapwani tuko chini ya nani? Tangu tumpoteze Ngala akaja akaongoza tukamtegemea Maitha, lakini mpaka wa leo tumepoteza mwelekeo. Hatuna mtu wa kumtegemea, hakuna mtu wa kuulizwa, hakuna mtu ambaye anasimamia pwani. Lakini ukweli ni kwamba kwanza tunaanza kuvundana sisi wenyewe mioyo, viongozi kwa viongozi, wananchi kwa wananchi, wapiga kura ndio kabisa hatujui tunachokifanya. Hebu tuangalieni mifano hai kwa wenzetu. Leo hii Nyanza region yote inamuimba Raila Amolo Odinga. Yule alifanya kukuzwa na watu wake, ndio sisi watu wa huku tukafanyaje? Tukaunga mkono. Ukienda kule Bariani, wenzetu wana kingpin wao wanasikiza mtu wao, ndio sisi watu wa huku tunaunga mkono. Tukienda huko Rift Valley, kuna kingpin wao, kuna mtu anasikizwa, ndio sisi wa huku nasi tunafuata. Mbona sisi hatuna mtu ambaye tunamsikiza wenzetu akatufuata? Nachosema imefika wakati watu watafute kingpin. Sitaji ni mtu maalumu, lakini yule ambaye ana vigezo na muonekano na quality za kuishika pwani akaiongoza na akawa nasikika pande zote za kosti. Yani namaanisha kaunti 6 awe kingpin ambaye atasikizwa sehemu hizi zote, na watu wamshike mkono, wapani tumsikize, wale wenzetu watatunga mkono. Na wallahi siku ya siku utasikia wapani wanaliongoza taifa la Kenya. Kwanzeni sasa tunapoelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. Tujipangeni, imefika wakati watu wa pwani tuondoe tofauti zetu, tujeni pamoja tuweze kushirikiana. Hatimaye pwani iweze kusikika. Iwezekane hatimaye pwani iweze kuliongoza taifa la Kenya. Mimi nasema hivi, siku zote safari twende ni watu walaagana. Pia wakarudi wakasema safari ya kesho inapangwa leo. Lakini cha kushangaza pwani hii, akienyoa mmoja kidole, watu wote wameminika kumpinga na kumhujumu na kumvunja moyo. Tunakwenda wapi? Kwa maana hiyo basi ni kumaanisha kwamba tutazidi kunyanyasika, ardhi zitazidi kunyakuliwa, viwanda tutazidi kuvikosa, tutazidi kuyakosa maendeleo, tutalia kila siku dhuluma za wapwani, dhuluma za ardhi na dhuluma chungu zima zinazagaa hapa pwani, kwa sababu hakuna mtu wa kuangaliwa, hakuna mtu ambaye ni masuul, hakuna mtu ambaye anaweza ulizwa. Tutakosa kila kitu na tunabaki tunalia mpaka parapanda inalia. Kwa sababu gani? Wenyewe kwa wenyewe kwanza hatupendani. Itawezekana vipi nyumba ambayo haina mwenyewe ikapigwe hodi? Hivi wewe ni kuulizwa, ushawailiona gofu mtu anabisha hodi? Kwa maana hakuna mwenyewe, mtu yoyote anaingia. Ndiposa utakuta kwamba pwani hii hakuna mwenyewe, hakuna mtu maalumu ambaye atabishiwa hodi aambiwe mwenyewe ni huyu. Ndio maana kila mtu anatoka atokako, anaingia pwani na anafanya atakavyo, anaondoka na kila ambacho anachokitaka. Kwa sababu gani? Pwani hakuna mwenyewe.
Wapiga kura wenzangu sawa na mimi, nasema tuacheni hizi siasa, tuzifanyeni siasa za maendeleo, siasa za future, siasa ambazo zina halafu. Sasa hivi kuna mtu Leonardo asherekea kwa maana yake viongozi wateta. Kazi yake sasa hivi amekosa shughuli, ndio ashinda mtandaoni kuangalia group ya WhatsApp, kuangalia group ya Facebook, kuangalia wapi. Kazi yake ni kuangalia tu viongozi wanavyochambana. Kwake yeye ni starehe. Kiongozi mtamba huyu na kiongozi huyu mtamba yule. Hivyo sivyo. Huko siko kwa mwelekeo, huku ni kuharibikiwa. Wa kwanza wewe unatakiwa kuhuzunika wakati baba na mama ndani ya nyumba wanapigana. Wewe ndio wa kwanza kuhuzunika, na uwe ndio pumbavu nazi ina macho matatu lakini hayoni. Yafa watu wa juu na wakwezi, yaletwa chini ya kunwa na mbuzi, yapikwa maandazi, watu wako pole na mbaazi, muachie wenzenu mashuzi. Bwana msikia kilio cha mtu mzima.